Najua sijawahi kuambia kama nimewahi kuwa chizi, nikatembea uchi, nikajipaka mavi kwa sababu ya kuacha kufanya kile ambacho Mungu alikuwa amenituma. Na kiukweli ushuhuda huwa sipendi kuweka wazi sana. Lakini wakati huu ambapo taifa la Tanzania linapitia wakati mgumu, ambapo uovu unazidi kutawala, nimeona ni vizuri niweke wazi ushuhuda huu, maana kuna mengi ya kujifunza kupitia ushuhuda huu. Moja ya mambo matatu ambayo natamani tujifunze kupitia ushuhuda huu wa kweli ni kwamba, moja, gharama ya kuangusha uovu ambao nyuma yake kuna chanzo au kuna roho inayotawala. Mbili, madhara ya kutumia njia ambao Mungu hajaichagua katika kuangusha huo uovu ambao nyuma yake kuna chanzo au kuna sababu. Tatu, nini cha kufanya pale unapojua kwamba Mungu amekuchagua usimame ili kuwa sehemu ya kuangusha uovu ambao nyuma yake una chanzo, au uovu ambao unatawala nchi, au uovu ambao nyuma yake kuna roho. Kabla ushuhuda huu naomba niombe. Mungu uliye hai, ninakuja kwako Mungu mwaminifu. Baba, wewe ni mwaminifu na wa haki. Wajua Bwana, katika binadamu wangu wasipendi kutoa ushuhuda huu. Lakini Mungu, kama wewe ulikubali kumtoa mwanao Yesu Kristo afe kifo cha aibu cha msalabani akiwa uchi, ili katika aibu yake sisi tupate uzima na tuwe sehemu ya utukufu wako, Bwana, ukajitukuze kupitia sisi. Nami naja kwako Mungu wangu uliye hai. Aibu yangu si kitu pale ambapo nakusudia watu wengi kukujua wewe, watu wengi Bwana kusimama kwa nafasi zao, pale unapokusudia taifa lipone. Kama Isaya ulimwambia atembee uchi ili tu ujumbe wako ufike, nami sina budi Bwana kukubali kunitumia upendavyo. Mimi niaibike, lakini wewe utukuzwe. Na mwisho wa siku Bwana, aibu ya Kristo ilikuwa utukufu. Ninaamini Bwana, ninapokubali kutumiwa na wewe kama upendavyo bila kujali utu wangu, ndipo ambapo wewe unaweza kujitukuza kwa namna ambayo mimi sikutegemea. Kiu yangu na furaha yangu ni kuona taifa la Tanzania linasimama na halipotezi nafasi uliyokuwa umeipa, nafasi uliyokuwa umelipendelea Bwana, katika nyakati hizi ambapo naliandaa kanisa kwa ajili ya unyakuo. Mungu, nasimama kwako, nitumie kwa jina pekee la Yesu Kristo. Amen. Ndugu zangu wa Tanzania, ninaomba niende moja kwa moja kwenye ushuhuda huu. Mwaka 2011 nikiwa kidato cha 4, shule ya sekondari Ipalamasa iliyoko wilaya ya Chato, kata Buseresere kipindi hicho. Tukiwa kwenye maombi, nilikuwa na programu ya uamsho. Ndio kipindi hicho, ndio mwaka huo ambapo kaka yangu alinipinga wakati nilikuwa namkemea kwa habari ya uovu, akatokewa na mimi na akavimba macho, ingawa mimi nilikuwa kwenye maombi wakati huo. Ndio huo mwaka ambapo nilipokuwa nikiomba nikasikia ujumbe kumhusu Babu wa Loliondo, ambapo kipindi hicho alikuwa amevuma sana. Nikaambiwa Babu wa Loliondo ni nabii wa uongo, mimi sijamtuma. Nikiwa ninaomba, naendelea kuomba, na nakumbuka kipindi hicho kaka yangu naye alikuwa ameokoka na Mungu alikuwa anamtumia sana. Siku moja Mungu akatupa andiko la Yeremia, naomba nilisome. Yeremia 23 ambalo Yeremia 23 kuanzia mstari wa 27 nasema, kuanzia wa 26, je, mambo hayo yatakuwa katika mioyo ya manabii wanaotabiri uongo hata lini? Manabii hao wenye udanganyifu katika mioyo yao wenyewe
wanaodhania ya kuwa watawasaulisha watu wangu jina langu kwa ndoto zao, wanazomhadisia kila mtu jirani yake, kama vile baba zao walivyolisahau jina langu kwa ajili ya Baali. 28. Nabii aliye na ndoto na aseme ndoto yake, naye aliye na neno langu na aseme neno langu kwa uaminifu. Makapi ni kitu gani kuliko ngano, asema Bwana? Je, neno langu si kama moto, asema Bwana, na kama nyundo ivunjao mawe vipande vipande? Basi kwa sababu hiyo mimi ni juu ya manabii hao, asema Bwana, wanaopokonya kila mtu jirani yake maneno yangu. Tazama, mimi ni juu ya manabii, asema Bwana, wanaotumia ndimi zao na kusema yeye asema. Tazama, mimi ni juu ya hao wanaotabiri ndoto za uongo, asema Bwana, na kuzisema na kuwakosesha watu wangu kwa uongo wao na kwa majivuno yao ya upuuzi. Lakini mimi sikuwatuma wala sikuwapa amri, wala hawatawafaidia watu hawa hata kidogo, asema Bwana. Kwa hiyo wakati huo Mungu alikuwa ananitumia sana. Nakumbuka hata kipindi nipo shuleni, paka ilifikia kipindi kukawa na program ya maombi parade kabla tujaingia darasani, na ikawa official kabisa. Kafikia kipindi nakumbuka kuna siku moja nilikuwa nimechelewa kwenda shuleni kwa sababu nilikuwa nafanya maombi. Kwa hiyo nikajikuta nimechelewa. Basi nilikuwa kwenye kundi la wachelewaji. Mwalimu mmoja anaitwa Richard, alikuwa makamu mkuu wa shule na alikuwa mkali sana. Aliponiona kwa namna tu Mungu alivyokuwa ameniheshimisha shuleni hapo, na ambavyo kila mmoja alikuwa ananiita mchungaji, akajikuta amewasamehe wote. Akasema, mshukuruni mchungaji, yuko pamoja nanyi, tuwekeni hapo. Kwa ni kipindi ambacho nilimuona Mungu kwa namna ya ajabu sana kwenye maisha yangu. Nafikiri sijawahi kumuona Mungu kwa kiwango hicho kama kipindi kile. Ni mengi lakini naomba niishie hapo. Sasa wakati Mungu amenituma kwamba ni ufanye ulimwengu ujue ya kwamba Babu wa Loliondo sio nabii wa Mungu wala hajatumwa na Mungu na ndoto yake ni ya uongo, nilijua Mungu amenituma. Kwa hiyo nikawa radhi kufanya hivyo, na Mungu akaniambia atanitumia kama ishara. Kwa hiyo nikiwa kwenye maombi nikasikia ndani yangu kwamba nitatembea peku. Nikawa natafuta andiko ambalo linaweza likasupport hiyo sauti kama ni kweli. Nikaona Isaya aliambiwa atembee uchi. Kwa nikasema kama mimi nimeambiwa tu nitembee peku, huyu Isaya aliambiwa atembee uchi, basi inawezekana. Kwa wakati huo nilikuwa Isemabuna ya Masumbwe, Ushilombo, Isemabuna ya Ushilombo. Na kwa hiyo nikaanza kutembea kwa mguu, na lengo langu lilikuwa nifike Katoro nichukue usafiri, maana nitakiwa niende kwanza kuwaaga wazazi wangu Buyoga. Basi nikaanza kutembea nikiwa na Biblia yangu na niko miguu peku. Na nikiwa njiani nikawa naendelea kusema, nikawa nahubiri, maana Mungu aliniambia kwamba anza kuhubiri kuanzia unapoondoka nyumbani. Kwa hiyo nilikuwa naendelea kuhubiri. Nakumbuka kuna mahali nilifika nikakuta kuna kichaa. Wakati nawashuhudia watu, akaja kichaa yule kunipiga. Nikanijia andiko linalosema kwamba maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na moyo wa kiasi. Kwa nikamkemea yule kichaa, akakimbia na akawa anaondoka anavua nguo. Watu wakashangaa. Hapo ilikuwa kwenye mji wa Isemabuna. Kwa njiani humo Mungu alikuwa anaendelea kunitumia kwa namna ya pekee. Sasa ikafika mahali ambapo nikasema, Mungu, kwa kweli kazi ulionipa ni ngumu, mimi siwezi kuifanya, ninaomba niishie hapa. Hapo sasa nilikuwa Kaduda, ambapo umekaribia kabisa Buseresere au Katoro. Nikamwambia Mungu, kazi ulionituma ni ngumu, mimi siwezi, ninaomba niikomee hapa. Ninaomba unisaidie. Kwanza nikatubu, nikamwambia Mungu,
naomba tu ili nisikuaibishe wewe, naomba ionekane kwamba nilikuwa chizi, nilikuwa siko sahihi. Kwa hiyo wakati huo nikaamua kwamba nijipake mavi ili watu waone tu kwamba kumbe alikuwa maneno tu ya uongo, kwamba alikuwa ni chizi. Lakini nikiwa nafanya hivyo wakati huo sasa na akili timamu, Mungu akaniambia kwamba utalipa gharama ya kutoitii sauti yangu. Kwa hiyo ghafla akili yangu ikaluka na kweli nikawa chizi. Na siku 3 nilikuwa sijitambui niko wapi. Ndugu zangu ndo waliniambia wakati huo nilikuwa ninavua nguo, nafanyeje. Mimi sikuwahi kujua nilichokifanya kwenye wakati wa siku 3. Na nilipojifahamu kwenye hizo siku 3, baada ya kujifahamu ufahamu wangu kurudi, mdomoni nilikuwa ninanuka kama kwamba yani kuna kitu kilichooza. Kiasi kwamba watu waliokuwa wakija kuniombea, nikiona wamenichosha kuniombea, ninapanua mdomo, harufu nitakaotoa, wale ambao hawana wito wa Mungu kweli kweli wanaondoka. Kwa ufahamu wangu sasa uliporejea, nikamwambia Mungu nisamehe. Nilipaswa kutimiza kila ambacho umenituma hata kama ni kwa gharama yoyote. Kumbuka mimi mwaka 1998 nilitokewa na maono waziwazi, ambapo niliwaambia kwamba kuna yule aliyeigiza picha Yesu. Hiyo sura ilinitokea waziwazi na nilijua wazi kwamba ni Yesu amenitokea. Na najua kabisa kwamba Mungu aliona mtumie huyo mtu, kwa sababu ndo nilikuwa nafahamu ni Yesu kwa kipindi hicho, ili nijue nimetokewa na nani. Kwa hiyo maisha yangu ya kumtumikia Mungu hayakuwa bahati mbaya, na nilikuwa najua kabisa kwamba Mungu ameniita nimtumikie. Kwa hiyo nikamwomba Mungu anisamehe. Moja kitu ambacho nilisikia ndani yangu sasa naambiwa ya kwamba nisimame katika kweli. Kwa wakawa wanakuja watu wengi, wachungaji, wainjilisti, upendo wangu wananiambia achana na mambo ya Mungu. Yamkini umesoma Biblia mpaka umechanganyikiwa. Lakini pia kuna mwinjilisti mmoja sivi ni mchungaji akaniambia acha kuombea mapepo, maana hiyo ni vita. Nikiwa naendelea kumuomba Mungu, maana sasa akili yangu imesharejeshwa, Mungu akaniambia kwamba kama utaacha kunitumikia, basi maisha yako yataharibika, na ninaweza kurudisha huo ugonjwa ukadumu maisha yako yote. Kwa hiyo nilichofanya ni kusimamia kile ambacho Mungu amenielekeza. Maana kumbuka wao walikuwa naona ni ugonjwa, lakini mimi nilikuwa najua chanzo ni nini. Chanzo nimeacha kumtii Mungu. Maana kumbuka kila mmoja na wito wake. Mnafahamu watu ambao mmekuwa mkimfuatilia Moses Kulola. Moses Kulola mapito aliyoyapitia ukisimuliwa uwezi kuamini. Na ndio maana tunaona huduma yake ilikuwa na nguvu, ilikuwa na matokeo. Nini? Kwa sababu wito wake na njia alizozipitia sio za kawaida. Nakumbuka alikuwa anasimulia ametembea miguu peku, ametembea umbali mrefu kuhubiri Injili. Hiyo huwa ni nini? Kila mmoja ana wito wake. Ingawa pia kila mmoja anaweza akajitoa kwa Mungu kwa namna pekee na Mungu akamtumia. Kwa mazingira hayo kwangu nilikuwa siyashangai kulingana na Mungu alivyoanza kuniita, lakini pia na Mungu alivyokuwa ananitumia. Maana kuna wakati ambapo nilikuwa na uwezo wa kusikia ndani yangu sauti inaniambia nenda mahali fulani kuna mtu anahitaji maombi, na kweli nikienda ninakuta kuna mtu anahitaji maombi. Kwa Mungu alikuwa ananitumia kwa kiwango kikubwa sana, kiasi cha kuleta uamsho shuleni. Watu wengi wameokokea hapo shuleni na hata kwenye vijiji jirani. Basi nakumbuka nikapelekwa kwenye maombi endelevu Mganza iliyoko Chato, kwenye kanisa la ICT. Hapo wakawa wanashangaa wakiwa wanaombea wenye mapepo, mimi silipuki. Badala yake nilikuwa siku moja nikaandika kikaratasi, nikakiandika damu ya Yesu, na nikawa napita na mimi naombea. Lakini pia kuna siku kwenye huo mkutano ambapo alikuwa anahubiri mchungaji mmoja anaitwa Miigo, alikuwa AIC, amesomea Kenya, alikuwa ni AIC, wanamfahamu mchungaji Miigo. Ila sasa hivi alihama kamia kanisa lingine.
nimeshakuwa askofu. Ndio huo mkutano pia walinipeleka ili nipate maombi endelevu, lakini mimi wakati huo nilikuwa ufahamu wangu umesharejea na nimeshajua nilipokosea ni wapi. Je, nilikuwa sitaki sana kuwaweka wazi wasije, maana sio kila mtu anaweza akaelewa. Basi nakumbuka siku moja maombi yalikuwa yamewaka moto, wenye mapepo walikuwa wengi. Nikiwa kanisani na watu wanazidi kuniangalia, maana ufahamu ulikuwa hujarudi kabisa kwa 100%, ila mimi nilikuwa najitambua. Tofauti na zile siku 3 ambapo sikujua nilikuwa wapi, nilikuwa nafanya nini. Nilichoonaga tu kwamba nilikuwa kama natelemshwa kuzimu, afahamu zikapotea. Basi siku hiyo nikawa nimeweka maji, nikatamkia, nikaombea kwamba hii ni damu ya Yesu. Kwa hiyo nikaanza kuwa na wamwagia wenye mapepo wanalia. Mama mmoja mwenye mapepo akaja ili anipige, nikamkemea kwa jina la Yesu, akadondoka. Kwa watu wakawa wanashangaa sasa kwamba huyu mtu ameletwa kwenye maombi ni kama chizi. Inakuwaje sasa anaombea na yeye afu na nguvu ya Mungu ndani yake? Kumbe hawajui mimi ni mtumishi wa Mungu aliyeasi. Mtumishi wa Mungu aliyeacha njia aliyokuwa amepewa na Mungu kuitumia. Haya, naomba nifupishe hapo, nirudi kwenye hiki kinachoendelea Tanzania. Ni kwamba kupitia huo ushuhuda nikajifunza kwamba kabla hujashughulikia tatizo, uovu, jua chanzo cha huo uovu. Jua chanzo. Mfano Tanzania sasa hivi tunapitia hali ya mauaji, kutekwa. Ni rahisi sana kupambana na uongozi, utawala wa Rais Samia kwa sababu ndiye tunayemuona, lakini kumbe nyuma yake kuna roho, kuna chanzo. Naomba niwarudishe kwenye maandiko. Kwenye kitabu cha Samueli wa pili sura ya 21 mstari wa 1 na kuendelea kidogo, inasema kulikuwa na njaa siku za Daudi muda wa miaka 3, mwaka kwa mwaka. Naye Daudi akautafuta uso wa Bwana. Bwana akasema, ni kwa ajili ya Sauli na kwa nyumba yake yenye damu, kwa kuwa aliwaua hao wa Gibeoni. Naona kwenye utawala wa Daudi tunaambiwa kulitokea njaa, lakini chanzo cha hicho njaa ilikuwa ni kabla utawala. Manake kwenye utawala wa Daudi yalikuwa ni matokeo tu. Kwa njaa kwenye utawala wa Daudi yalikuwa ni matokeo ya utawala uliopita. Kwa kadhalika wa Tanzania tunapopambana na huu uovu na utawala, ni lazima kujua ya kwamba nini chanzo. Moja kitu ambacho nilikuwa namuomba Mungu kwa hiki kinachoendelea, Mungu nini chanzo? Moja vitu ambavyo niambiwa, moja, kanisa liliacha msingi wake, likapenda fedha kuliko kweli ya Mungu. Na nilikuwa na tathmini, nikaona ni kweli. Siku hizi mahubiri mengi yamekuwa ni ya fedha, fedha, fedha. Mpaka wakati mwingine maombi unaambiwa ili maombi ya ukombozi lazima utoe pesa. Lakini ukiangalia kwenye msingi wa neno la Mungu, Yesu hakuomba hivyo. Yesu aliwaombea watu bure. Kwa hiyo kumekuwa na mambo mengi ya pesa. Namna tunavyotoa sadaka ni tofauti na mwanzo. Maandiko yanatuelekeza unapotoa sadaka sio show off, ni wewe na Mungu wako. Lakini leo mpaka kuna bahasha za kuandika ili jina lako lijulikane. Lakini msingi wa Mungu hauko hivyo, tumeacha. Kuna mambo mengi ambayo leo tunasisitiza ambayo sio ya kipaumbele kwa Mungu. Mfano leo kila kanisa unaloenda, makanisa mengi yanazungumza juu ya zaka. Inaonekana sasa zaka ina nguvu kuliko jina la Yesu. Kwa hiyo kanisa tumeingia kwenye mtego wa kupenda fedha. Na naomba niwaonyeshe andiko hili ambapo kwenye Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 10, maandiko yanaweka wazi, yanasema ya kwamba, Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 10 inasema, mstari wa 10 inasema, nitaanzia mstari wa 6.
Walakini utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa, kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu, ila tukiwa na chakula na nguo tutaridhika na vitu hivyo. Lakini ni hao watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana, zenye kudhuru, ziwatosazo wanadamu katika upotevu na uharibifu. Mstari wa 10 niliokusudia. Maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambao wengine hali wakitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Maandiko yanaonyesha shina moja la mabaya ni kupenda fedha. Sasa kanisa ambalo linatakiwa liwe kinga ya mabaya ndo lenyewe ambalo limeingia kwenye shina la mabaya. Manake kama sasa kanisa tumekaribisha fedha, imekuwa kama ndo msingi wa imani yetu, manake tumekaribisha shina la mabaya. Kwa kama kanisa ambalo linaweza kuwa kinga ya mabaya ndo limekaribisha mabaya, utegemee nini kwenye nchi? Hiyo ni sababu ya kwanza. Mifumo yetu ya leo, ibada zetu za leo nyingi hazilengi kumtukuza Mungu, ni fedha. Huduma nyingi za leo, angalia hata waimbaji, nyimbo ambazo zilikuwa zinagusa mioyo ya watu leo imekuwa kama burudani. Nini? Kwa sababu shina la hizo huduma limetoka kwenye kuwagusa roho za watu, limeingia kwenye biashara. Kwa hiyo ni sababu ya kwanza kama taifa. Sababu ya pili, ambapo nilipokuwa ninaendelea kuomba, nikakumbusha namna ambavyo kuna makanisa ambayo yametesa wamisionari ambapo Mungu aliwatuma wakatumia muda wao, maisha yao, uhai wao kwa ajili ya kutuletea Injili. Mwisho wa siku wengine walifukuzwa kwa aibu, wakanyang'anywa mali zao. Lakini baada ya muda wakajikuta kwamba hayo makanisa hayana sapoti. Walichokifanya, kwa sababu wamekosa mahusiano na wamisionari waliokuwa kiwasapoti, na Injili inahitaji sapoti, wakajikuta sitaki kulitumia hili neno, siku hizi linatumika uchawa, lakini wakajikuta wamekuwa machawa wa serikali, ambapo sasa kujipendekeza kwenye serikali kumekuwa kwingi. Sasa serikali yenyewe bahati mbaya inakumbatia uovu. Kwa maana yake tukajikuta kwamba kanisa tumewafukuza watu ambao walikuwa wamekusudiwa na Mungu. Tumejiunga na watu ambao na upande ambao sio wa Mungu. Kumbuka siku zote maandiko yanatuambia kwamba ushirika mbaya ni anguko, wrong association. Ndio maana maandiko yanasema kuna shirika gani, kuna mapatano gani kati ya nuru na giza. Angalia hata michango mingi ambayo ilikuwa inafanyika makanisani, tulikuwa tunaalika wageni waalikwa, sio kwa sababu ya Mungu ametutuma, bali kwa sababu tunaangalia pesa zao. Kwa hiyo wrong association leo, ambapo tunatamani kuangusha serikali ya uovu wakati tulishirikiana nao, ni ngumu. Nimewahi kuisema hiyo kitu tangu mwanzo. Kwa lazima tuelewe chanzo. Lakini jambo la tatu, tumeacha wito mkuu. Wito mkuu wa Mungu ni kupeleka Injili, lakini leo unaweza ukashangaa kanisa lisikutisupport 500,000 ili upeleke Injili vijijini, ila lina uwezo wa kusupport mambo mengine ambayo sio ya msingi, hata milioni 10. Imenitokea sana kwenye utumishi wangu, maana utumishi wangu unapenda kuwafikia watu walioko vijijini na watu ambao hawajafikiwa Injili. Ndio maana nimekuwa nikihubiri mtaani. Hata hapo Dar es Salaam nimehubiri sana, nina speaker ambazo nilikuwa nahubiri mtaani. Kwa ukishaacha wito mkuu, matokeo yake moja, nguvu ya Mungu inatoweka. Ndio maana leo makanisa yetu hayana miujiza ya kweli. Miujiza imekuwa midogo. Kwa sababu gani? Kinachofanya miujiza na nguvu ya Mungu ni ile kusimama kwenye wito mkuu. Haya, chanzo. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua chanzo. Haya, jambo la pili kujifunza kwenye ushuhuda huu ni kwamba Mungu anapenda usimamie njia aliyoikusudia. Kila jambo Mungu amechagua njia utakaoitumia. Nakumbuka mimi kwenye huo ujumbe nilikuwa nimeelekezwa ya kwamba fanya hivi, lakini nikagairi, nikaishia njiani.
Kuna gharama ya kutotimiza kila ambacho Mungu amekutuma. Naomba niwakumbushe kwenye Biblia kuna nafikiri Wafalme wa Pili sura 13 au Wafalme wa Kwanza, ambapo kuna nabii kijana ambaye alitumwa kwa Yeroboamu ili amwambie kwa habari ya kitakachotokea juu ya ufalme wake wa uovu ambao alikuwa anaabudu miungu. Lakini Mungu alikuwa amemwambia huyu, ya Wafalme wa Kwanza sura ya 13. Mungu alikuwa amemwambia huyu nabii kijana kwamba asile chochote na wala asirudi kwenye njia aliyokuwa amekuja. Lakini yeye akafanya tofauti. Kilichotokea, Mungu aliwaangusha kweli ufalme huo baadaye, lakini yeye pia hakubaki salama, alilaluliwa na simba. Nini? Tangu mwanzo Mungu alikuwa anaonyesha kwamba kuna uamsho Tanzania, kuna kuinuka, kuna Tanzania mpya inakuja. Lakini Tanzania mpya haiji kwa kutaka sisi kwa njia tunayoitaka sisi, bali kwa kubaki kwenye njia ya Mungu. Nakumbuka mimi nikirejea ndoto binafsi ambazo Mungu alikuwa ananionyesha juu ya Tanzania, ilikuwa maombi. Mmoja mtumishi ambaye nilimwota amemwombea mpaka Magufuli akafuka, ni Askofu Dickson Kabigumila. Lakini pia Askofu Gwajima nipo mwisho kwamba anatakiwa simame kuleta uamsho, kuandaa makongamano ya maombi kwa ajili ya uchaguzi. Hapo ilikuwa 2021 mwishoni. Hebu niambie, wakati huo kama tungekuwa tumetumia hizo njia, tusingeona damu. Kwa Mungu akionyesha njia mtakaoitumia, ukichagua njia ya kwako, huwezi kutoboa. Niwakumbusha andiko la mwisho, Kumbukumbu la Torati. Muda wangu unaisha. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 2. Mungu alimwambia Musa kwamba wana wa Israeli wapite katikati ya ndugu zao, ila wao wakakataa. Mungu akawaacha. Kilichotokea, wakabaki wanazunguka milima ile ile. Naomba nisome hilo andiko. Kumbukumbu la Torati sura ya 2 mstari kuanzia wa 1 hadi wa 3. Ndipo tukageuka tukashika safari yetu kwenda jangwani kwa njia ya bahari ya Shamu, kama alivyoniambia Bwana. Tukawa kuizunguka milima ya Seiri siku nyingi. Bwana akanena akaniambia, mlivyouzunguka mlima huu vyatosha, geukeni upande wa kaskazini. Ukirudi nyuma sura ya 1 utaona kwamba Mungu alimwelekeza Musa kwamba wapite katikati ya ndugu zao, lakini wao wakakataa kwamba ndugu zetu watatupiga, kwa tutazunguka milima hii. Mungu akawaacha, lakini wakawa wanazunguka milima wanarudi pale pale. Kwa Mungu akikuonyesha kwamba kuna hili jambo, jua tatizo. Lakini pia usikurupuke tu kwenda kuangusha huo uovu, bali njia aliyoikusudia Mungu. Kwa hiyo ndio maana leo inawezekana kabisa ndoto nyingi za waombaji zinaonyesha kwamba kunaweza kutokea machafuko mengine. Yakitokea tusishangae, maana mimi binafsi nilisikia ndani kwamba Mungu alikuwa amekusudia njia mbili. Moja, njia ya amani ambayo ni ya kumlilia yeye. Njia ya pili ni maandamano ambayo itahusisha kumwaga damu na mambo mengine. Kwa hiyo tuendelee kuongeza maombi, lakini ni wakati ambapo kanisa tuendelee kuomba na kujisahihisha. Mimi leo kuna mambo mengi yanatokea kwenye maisha yangu baada ya kutimiza kila ambacho Mungu amenionyesha, mwisho wa siku na uona mkono wa Bwana. Nini? Kwa sababu Mungu ameonyesha njia hii ndio utaipitia. Hata kama ni ngumu kwangu, bado naipitia, kwa sababu Mungu hapendi alternative way, anapenda usimamie njia aliyoikusudia. Nitaendeleza ujumbe huu baadaye. Naomba nimshukuru Mungu. Baba, asante kwa ajili ya wakati huu, asante kwa ajili ya taifa. Umetukumbusha gharama iliyopo, gharama ya kuangusha uovu. Sio tu kukurupuka kuangusha, bali kujua chanzo ili kushughulikia kuanzia kwenye chanzo. Moja chanzo, Mungu, ni maagano ambayo yamekuweko nyuma kwenye nchi yetu ya Tanzania, ambao mwanzoni yalikuwa yanazuiliwa na kanisa lilipokuwa limesimama kwenye nafasi yake. Lakini kanisa lilipoacha nafasi yake Bwana, ndipo hayo maagano yameanza kufanya kazi.
Mungu uliye hai, tunaomba Bwana, amani halisi itokayo kwako Mungu ikatawale Tanzania. Tuondoe kwenye maagano yote yaliyowekwa na waanzilishi wa taifa letu, na maagano yote ambayo ni kwa sababu ya uovu tulioufanya. Mungu tusaidie kwa jina la Yesu. Amen. Mungu awabariki sana. Tuzidi kuombeana na kuliombea taifa letu. Kanisa tuendelee kuomba. Leo ni tarehe 5 mwezi wa 12 mwaka 2025. Tuendeleze na maombi yetu ambayo tulisema ya siku 3 ambayo yameanza leo, lakini pia na yale ya siku 40. Amen.